Nduli, karibu bwana. Asante sana bro. Za masiku bwana. Namshukuru Mungu. Mambo yanasemaje? Mambo ndio hivyo ndugu yangu. Hivi bado yule mke wako na? Yule kipindi kile? Yule. Wewe umeishi naye miezi miwili tu nikaachana naye. Miezi miwili? Wana changamoto kaka. Bwana, wanawake unatakiwa uwe na fikra, wana changamoto nyingi sana. Unajua kwa sisi vijana wa sasa hivi kuhusu swala kuoa linatutesa sana. Kwa sababu kila mwanamke unayedhani labda huyu anaweza kawa kidogo na kwenu kaishi naye changamoto. Lakini hata upande wao pia hata wanawake nao wanasema hivyo kwamba sidhani, lakini mimi naona 90% ipo kwa wanawake. Kwamba wao wanafanya sasa hivi kitu ambacho kinaharibu tena hizi ndoa za sasa hivi na simu na kuna kitu ambacho nilikifikiria na kile kitu nimekiona kwamba inawezekana ile swala la kwenda Oman. Bro, mimi kuna rafiki yangu mwanamke katoa mimba ina miezi miwili kaenda Oman. Ndio. Wewe sio unachukuliaje? Kwanza huo ni mtihani. Mwanamke anaamua kutoa mimba. Wewe kumbe anaweza kama ameweza kutoa mimba anaweza akatoa hata roho yako. Sio roho yako, kumaliza kabisa. Yaani unajua ule msemo tunaambiwa kwamba kuishi nao kwa akili. Sasa inatakiwa sasa ile akili uwe nayo. Sasa kama ile akili kuishi nayo huna, huwezi kaka, huwezi. Yaani acha kwanza tupambane, acha tutafute pesa kwanza. Kwa hiyo hasa wewe unavyodhani labda swala la kwenda Oman hao kina dada wanakwenda kwa ajili ya kukimbia shida zenu wanamume, au wanakwenda kwa ajili na wao wakajitafutie vyao ili wakija na wao waweze kumiliki vitu vyao? Siku zote mwanamke akishaanza kusema anaanza kutafuta cha kwake, hiyo sio mwanamke kuoa tena. Kwamba hauwezi ukamwoa. Mwanamke akishakuwa na fedha, akishapata fedha, yeye huwa anafikiria kuanzisha maisha yake kipekee. Ila kwa upande wetu sisi wanaume, tunapokuwa na fedha tunafikiria kwanza kujenga familia. Sasa kwao hilo swala halipo. Unatarajia ni kwa sababu gani wanafanya hivyo? Kwamba wao wakipata hela wanaanzisha maisha yao na si kuanzisha familia. Ana fedha, ana mali, afu katika ndoa yake imetulia. Mimi kwa mifano michache na nilivyoona, kuna wanawake wanamiliki hela, sawa, wanamiliki hela, lakini kwenye umilikiaji hela zao kwamba zinakuwa za masharti, ili uweze kuishi naye au uweze kudumu naye, bimaana wewe uwe chini yake. Sasa yani ukubali kubuhuzwa. Na siku zote mwanaume hataki hivyo kitu. Yani hiyo kitu kwa mwanaume hakiwezekani. Sasa kwa maisha haya kweli tutaweza kuishi na familia au kujenga familia, kuwa na familia kama tunapoendea mbeleni itakuwa ni changamoto sana kwa sisi vijana ambao sasa tunatakiwa sasa hivi kuoa.